Moyo wa Skitu ulikuwa ukidunda kwa kasi aliporejea chumbani kwake. Mawazo yake yakizunguka huku na huku akitafuta njia ya kumwokoa Jonathan. Kukutana naye kwa muda mfupi gerezani kuliongeza hazma yake. Lakini alijua kuwa akifanya haraka bila mpango thabiti mambo yangekuwa mabaya zaidi. Hakutaka kufanya kosa lolote. Alipoketi kitandani akitizama dirishani, dirisha ambalo lilikuwa linang'aa kwa mwangaza wa mwezi. Mlango wake uligongwa kwa upole. Haraka alisimama na kujifuta machozi yaliokuwa yamemtiririka kuanzia kwenye macho yake mpaka katika kifua chake. Lakini yeye alikuwa hata hajagundua kama machozi yalikuwa yanatiririka. Alikuwa amezama katika mawazo ya kumwokoa Jonathan, kiasi kwamba hakuwa ametambua muda ulivyopita. Alipofungua mlango alikuta Luma amesimama, kivuli chake kikionekana hafifu kwenye mwangaza hafifu wa ukumbi. Luma alikuwa mtu wa busara na utulivu siku zote katika maisha ya Skitu. Kwa miaka mingi alihudumu katika familia ya kifalme kama mpishi wa mfalme. Alikuwa amejenga ukaribu na Skitu, hali ambayo ilimfanya Skitu kuwa anamwamini sana Luma na kuona kwamba kwa Luma ni sehemu salama kabisa kwake, na Skitu ana usalama na ana uhalali wa kumwambia Luma kitu chochote kile. Luma alikuwa ni shahidi wa matukio mengi na mwenye kuhifadhi siri nyingi. Alifahamu ukatili wa Mfalme Mgimba vizuri, lakini bado aliendelea kuwa mmoja wa watumishi waaminifu wa kasri. Skitu alijua kuwa Luma hakuwa mpishi tu, bali alikuwa ni mtu anayemjali sana. Mheshimiwa binti wa kifalme, Mheshimiwa binti mfalme, Luma alisema kwa sauti ya upole, macho yake yakiwa na wasiwasi, maana alimuona Skitu kwamba yupo katika hali ambayo sio nzuri. Naweza kuzungumza na wewe Mheshimiwa binti mfalme? Skitu alitikisa kichwa na kumruhusu aingie. Baada ya kufungua mlango, yule mzee aliingia. Skitu alimtizama Luma, akamwangalia usoni na aliona hofu kubwa ambayo imemjaa. Hali ile ilimfanya Skitu ajisikie vibaya zaidi na mzito zaidi akiogopa. Luma akamwambia, Skitu, ninajua unachopanga kufanya. Luma alisema kwa sauti tulivu huku akiketi kwenye kiti. Huwezi kulazimisha jambo hili binti yangu. Baba yako ni mkatili. Ukifanya haraka bila kuwa na mpango, ni kuhakikishie kwamba utaharibu kila kitu. Mapenzi ama hisia yasikufanye ukashindwa kuona, ama ukashindwa kuamua, ama ukashindwa kufanya kwa usahihi. Ukajikuta unaharibu badala ya kutaka kumwokoa mpenzi wako, ukajikuta kwamba unaifika katika hali ambayo ni mbaya zaidi kuliko kitu ambacho ungeweza kudhani. Uso wa Skitu ulionyesha hasira na kukata tamaa. Siwezi kukaa tu huku Jonathan akiteseka. Ninampenda Jonathan. Luma, siwezi kumruhusu baba yangu amfanyie hivi. Luma alisita kisha kapumua kwa kina. Uso wake ukionyesha uzito wa miaka mingi ya hekima. Unajua mtu mzima ni dawa. Ninaelewa hisia zako binti yangu. Ninaelewa hisia zako binti wa kifalme. Lakini mapenzi pekee hayawezi kushinda nguvu ya mfalme. Unahitaji kuwa na subira na kutumia akili. Ukifanya haraka unaweza kuharibu kila kitu na huwezi kumwokoa Jonathan ikiwa wewe utaharibikiwa. Skitu alihisi moyo wake ukitikisika. Alitamani kuamini kwamba angeweza kuchukua hatua mara moja na kubadili kila kitu. Lakini maneno ya Luma yalikuwa na uzito, yalikuwa na ukweli ambao Skitu alipaswa kufahamu. Alipaswa kujua kwamba baba yake alikuwa na nguvu nyingi na bila mpango wa kina angejiharibia yeye mwenyewe na kumhatarishia Jonathan pia. Luma aliendelea kwa upole, macho yake yakionyesha huruma. Akamwambia, kumbuka Skitu, nguvu za mfalme zinatokana na uwezo wake wa kutawala na kutisha. Anafaidika zaidi watu wakimwogopa. Ukimkabili moja kwa moja bila msaada wa kutosha, atakumaliza. Lazima utafute njia kumdhoofisha kutoka ndani. Na wewe kwa kuwa ni binti yake, unaweza kuwa na nafasi ya kumdhoofisha babako.
Skitu alikunja uso kwa mkazo. Lakini nafanyaje? Nitawezaje kumdhoofisha wakati ana nguvu zote? Luma alitabasamu kwa upole, macho yake yakionyesha hekima ya mtu aliyepita vita vingi vya kisiasa na maisha. Unajua, ukiwa mtu mzima unakuwa unajua vitu vingi, unakuwa umepitia mambo mengi, lakini pia unafahamu kwamba kitu gani ambacho unaweza kukifanya na kwa nini ukifanye, na kwa namna ipi ambayo unaweza kufanya katika namna nzuri zaidi. Akamwambia, Skitu, anza kwa vitendo vidogo. Tumia ushawishi wako wa ndani ya kasri. Kusanya taarifa. Unalijua hili kasri zaidi ya mtu mwingine yoyote. Unajua hii nyumba ya kifalme kuliko mtu yoyote. Na kumbuka, si kila mtu anayemtii mfalme ni mwaminifu kwake kwa moyo. Wengi wanamfuata kwa hofu, sio kwa heshima. Skitu alisikiliza kwa makini, akili yake ikianza kutengeneza mpango. Luma alikuwa sahihi. Angeweza kutafuta washirika bila kuvutia macho ya watu, lakini ilimbidi kuwa mwangalifu na mvumilivu. Haraka isiyokuwa na mpango ingemweka katika hatari zaidi. Utakapokuwa na watu wa kukuunga mkono, utaweza kuanza kudhoofisha nguvu za mfalme. Luma aliendelea kumwambia binti yule mfalme, lakini pia kuwa mwangalifu kuhusu jinsi unavyomfikia Jonathan. Yuko katika hali dhaifu, na ukifanya haraka unaweza kujiweka wewe na Jonathan wote mkawa katika hali ya hatari kubwa, hali hatari zaidi ambayo inaweza kuhatarisha hata uhai wenu. Jonathan atahitaji kuelewa kuwa huwezi kuchukua hatua kwa sasa, lakini lazima kuhakikishie kuwa atavumilia, maana wewe uko bize, unahangaika, unapambana kufanya kazi ya kumwokoa. Lazima binti yangu tuwe na team. This is teamwork. Kujua kabisa kwamba ni kitu gani ambacho unatakiwa kufanya na kwa nini. Haraka bila mpango thabiti inakuwa janga kwenu nyinyi wote wawili. Skitu alitikisa kichwa taratibu, azma yake ikiongezeka. Alikuwa mtu shupavu na jasiri, lakini maneno ya Luma yalionyesha umuhimu wa kutumia muda wake kwa busara. Nitasubiri. Skitu alisema kwa sauti thabiti, licha ya hisia zilizomgonga ndani yake, lakini alisema, nitajipanga vizuri, lakini sitakubali kushindwa. Nitamuokoa Jonathan. Luma, na kuahidi nitamuokoa Jonathan. Luma alitabasamu akamkumbatia, tabasamu lenye maana lilobeba uzoefu wa miaka mingi. Wewe ni shujaa, binti wa kifalme. Sina shaka utapata njia. Kumbuka, kuna nguvu kubwa sana katika subira kuliko katika haraka, na kuna ushindi mkubwa katika mpango mzuri kuliko katika nguvu peke yake. Unaweza kuwa na nguvu nyingi, lakini kama hujajipanga vizuri, mwisho wa siku unaangukia pua. Aliposimama kuondoka, alimtizama Skitu kwa mara ya mwisho. Kumbuka Skitu, safari hii ni ndefu na ngumu, lakini hauko peke yako. Nitakuwa hapa kukuongoza kila unaponihitaji. Baada ya maneno hayo ya faraja, Luma alitoka chumbani, akimwacha Skitu akiwa na hali ya utulivu aliyokuwa hajaipata hapo awali. Maana alikuwa yuko very down. Alijua kuwa ni kazi kubwa sana kumpa moyo binti wa mfalme ambaye mapenzi yamekuwa yakimtesa sasa. Na alijua kabisa kwamba sio kazi rahisi, lakini inawezekana. Lakini kwa subira, mpango mzuri na msaada wa wale anaoamini, Luma alifahamu kabisa kwamba angepata njia kumwokoa Jonathan, na pengine hata kubadili hatima ya Skitu. Unataka kujua kimeendelea kitu gani? Mwandishi na msimulizi wako ni mimi Samuel Vianga wa Mkongo Mastori. Na hii ni simulizi inayokwenda kwa jina la Malkia wa Kitandililo, ikiwa hii ni sehemu ya 8. Kama huja like, tafadhali naomba like sasa. Na kama huja subscribe, naomba ubonyeze kitufe cha subscribe ili uwe wa kwanza kupata hadithi na simulizi nzuri kama hizi kwa wakati unaokuja. Tafadhali sana, ninakusihi uweze kusubscribe. Tafadhali, ninakusihi sana. Naomba niendelee. Unaniruhusu? Acha niendelee kidogo. Skitu alisimama kando ya dirisha kubwa la chumba chake, akitizama mandhari ya kifalme. Mandhari hiyo ambayo ilikuwa inaonekana vizuri, maana kulikuwa kuna mwangaza mzuri wa jua lililozama. Ito sunset. Rangi ya dhahabu zilizopaka anga la jioni zilileta hisia ya joto.
lakini ndani yake kulikuwa na baridi kali ya sintofahamu na mkanganyiko wa hisia. Mawazo yake yalikuwa yakizunguka kwa kasi, yakiwa yamefungwa kwenye mzunguko usio na mwisho wa mashaka na hisia zinazopingana. Kila siku alihisi akizidi kuwa mbali na yule mwanamke aliyekuwa zamani. Zamani alikuwa binti mtiifu wa Mfalme Mgimba aliyekubali majukumu yake kama mrithi wa kifalme pasipo kuuliza swali lolote. Lakini sasa alihisi kama ni mtu aliyefika njia panda. Chaguo mbili zilikuwa kali sana, njia ambazo zilikuwa zinamvuta. Njia yote aliyoichukua ilikuwa na maumivu. Hili lilikuwa tu swala la Jonathan tena, bali lilihusu uaminifu, familia na maadili yaliyomuongoza katika maisha yake yote kama mtoto wa kifalme. Na yote yalijaa kivuli cha mamlaka ya ufalme. Skito aligeuka kutoka dirishani na kutembea polepole hadi kwenye meza yake, ambapo sanduku dogo la barua na vitu vya thamani lilihifadhiwa mahali pale. Vidole vyake vilipapasa mbao laini za sanduku hilo, lakini akili yake ilikuwa mbali. Alijua nini moyo wake ulitamani. Moyo wake ulimtamani Jonathan, mwanamume aliyemfunulia upendo ambao hakuwahi kufikiria na ambao hangeweza kuhisi. Lakini pia alijua hasira baba yake, matarajio ya watu wake na fedhea ambayo angeileta kwenye familia yake endapo angemdhalilisha mfalme kwa kumkataa. Ni lini mambo haya yote yaligeuka kuwa mtanziko mgumu hivi? Taswira kukamatwa kwa Jonathan, mateso yake na macho yake yaliyojaa maumivu vilimtesa Skito. Kila wakati alishuhudia yote kwa macho yake. Ilikuwa kazi ya mfalme, na bado mpaka sasa alikuwa bado ni binti mfalme. Bado alikuwa amefungwa na wajibu wa cheo chake. Haikuwa tu maisha yake yalikuwa hatarini, lakini kila uamuzi wake ulikuwa na athari kwa mustakabali wa ufalme mzima. Lakini kweli ilikuwa ni usaliti. Moyo wake ulilia, ukichanika vipande vipande. Alikuwa yuko njia panda kati ya mapenzi na wajibu. Baba yake alistahili uaminifu wa kipofu? Alimkosea sana yeye, alimkosea Jonathan, na hata familia Jonathan iliteseka mikononi mwake. Ukatili alioonyesha Mfalme Mgimba kwa mama yake na Jonathan haukuwa kusaudika. Skito alijikuta akijiuliza ni kwa kiasi gani angeweza kuendelea kumheshimu mfalme kama baba baada ya yote ambayo aliyafanya. Alijiegemeza kwenye kiti kilichokuwa kando ya meza. Mikono yake ilikuwa imeungana kana kwamba anajishikilia sivunjike. Alijihisi kama uzi mwembamba uliokuwa ukining'inia juu ya shimo refu. Kila kitu alichokithamini kilikuwa hatarini. Ikulu, enzi ya baba yake, urithi wa kifalme, yote yalikuwa yanakaribia kuporomoka ikiwa angefanya uamuzi usofaa. Lakini mawazo yake yarudi kwa Jonathan. Upole wake, upendo wake, nguvu zake, yote aliyoyakosa maishani mwake. Katika macho ya Jonathan aliona dunia isiyo na hofu, dunia ambapo upendo haukuwa laana bali baraka. Jonathan hakuwahi kumlazimisha kuchagua kati yake na familia yake, lakini Skito alijua hangeweza kujisaliti mwenyewe kwa ajili ya mila na wajibu wa kifalme. Lakini je, kumchagua Jonathan kulimaanisha kuachana na kila alichokijua? Je, uamuzi wake ungevunja ufalme vipande vipande na kuzusha ghadhabu ya mfalme ambaye sasa alikuwa amejulikana kwa ukatili wake? Fikra ya Jonathani kuendelea kuteseka kwa sababu yake ilikuwa chungu mno. Hangeweza kuishi akijua kuwa hukumu ya baba yake ilikuwa inamponda mpenzi wake kwa kosa la pekee la kumpenda. Machozi yalimchoma na hasira ilimjaa moyoni. Hakuweza kuacha hili liendelee, lakini pia hakuweza kusababisha maangamizi kwa uasi wake. Hakukuwa na njia rahisi kutoka katika hili. Njia rahisi haikuwepo kabisa. Kisha sauti ya Luma, mpishi wa kifalme, ilisikika akilini mwake. Subira, Skito, subira na hekima. Nguvu ya baba yako imo kwenye udhibiti, lakini inahofiwa anapokuwa hana uhakika. Wewe sio mnyonge, unaweza kuchagua. Skito alipumua kwa kina, macho yake yakifumba. Hakukuwa na majibu marahisi. Hakuna uamuzi uliokuwa wa wazi.
Hakuwa tena mtoto, alikuwa mwanamke aliyelazimika kufanya maamuzi ya kubadilisha maisha yake. Je, angebaki mwaminifu kwa mfalme baba yake? Je, angebaki mwaminifu kwa ufalme wake, kwa utawala baba yake uliojaa hofu, na kuolewa na mwanamume asiyempenda ili kutimiza wajibu wake? Au angemkaidi baba yake na kuhatarisha kila kitu kwa ajili ya jambo moja la thamani zaidi kwake, upendo wake kwa Jonathan? Moyo wake ulijaa mashaka, lakini mahali fulani ndani yake sauti ilimnong'oneza. Uamuzi ulikuwa tayari umefanywa. Hakuwa tena binti ya mfalme aliyepaswa kufuata amri bila kuuliza. Alikuwa Sikitu, mwanamke aliyegundua maana ya upendo, na upendo huo alikuta una nguvu ya kupigana. Una nguvu ya kupigania furaha yake, una nguvu ya kumpigania Jonathan, na una nguvu ya kujenga mustakabali wake mwenyewe. Na hivyo Sikitu alifanya uamuzi wake. Alisimama kwa ajili ya kile alichokiamini bila kujali gharama yake. Akawaza, ni lazima nitamkabili baba yangu. Kuta za kasri ambazo zamani zilikuwa alama ya hadhi na heshima ya kifalme kwa Sikitu, lakini sasa zilihisi kama gereza lisilopenyeka. Mtu hawezi kupita katika ile gereza. Vyumba vya kifalme vilivyopambwa kwa mapazia maridadi na mapambo ya dhahabu havikuwa tena maficho yake salama. Badala yake vilimkumbusha kila mara juu ya maisha aliyotarajia kuishi. Maisha yaliyofungwa na utawala mkali wa baba yake, hasira na ukatili wa mfalme mgimba vilikuwa vimemfikisha Sikitu pabaya. Hakuweza tena kubaki mahali hapo. Alikuwa amefanya uamuzi wake. Alipaswa kuondoka katika kasri hilo. Alipaswa kuukwepa mkono wa chuma wa baba yake, kutafuta maisha huru ambayo angeweza kuwa na Jonathan. Lakini alijua kabisa haitakuwa kitu rahisi. Mfalme mgimba asingeacha jambo hilo lipite bila vita. Ghadhabu yake ingekuwa kali na adhabu kwa uasi wa Sikitu ingekuwa mbaya. Hata hivyo, wazo la kuishi bila Jonathan, wazo la kuishi bila mpenzi wake, wazo la kulazimishwa kuolewa na mtu wa hadhi ya kifalme ambaye Sikitu alijua fika kabisa mtu huyo ambaye baba yake anamlazimisha amuoe ni mwanamume ambaye yeye hakumpenda, ni mwanamume ambaye hata ingekuwaje hana mapenzi naye. Akikuwa kitu kirahisi, sio kirahisi hata kidogo. Tumaini lake pekee lilikuwa ni kutenda kwa haraka na kwa uelevu. Alitamani jambo lile aweze kulifanikisha kwa muda muafaka, lakini pia alifanya kwa uwerevu mkubwa. Katika utulivu wa usiku, Sikitu alikutana na Luma, mpishi wa kifalme, pembezoni mwa jiko la kasri. Luma hakuwa mtumishi wa kawaida, alikuwa mwaminifu wake mkubwa sana. Mtu aliyeshuhudia binti mfalme akikua katikati ya misukosuko ya utawala baba yake. Kwa miaka mingi, Luma alikuwa kama baba wa pili kwa Sikitu, akimlinda dhidi ya hasira ya mfalme na kumshauri kwa busara. Lakini usiku huu mazungumzo yao yalikuwa tofauti. Hatari ilikuwa kubwa sana. Sikitu, Luma alianza kwa sauti yake nzito na tulivu. Wakati umewadia, lazima uondoke kabla baba yako hajaharibu kila kitu. Sikitu alitikisa kichwa. Moyo wake ulikuwa mzito kwa mzigo wa uamuzi wake. Najua, nafahamu Luma. Siwezi kubaki hapa tena. Kadiri ninavyokawia, ndivyo Jonathan anavyozidi kuwa hatarini. Siwezi kuvumilia kuona mateso yake yakiongezeka kwa sababu yangu. Luma aliweka mkono wake begani mwa Sikitu, macho yake yakiakisi upendo na kuelewa. Wewe ni shujaa Sikitu, lakini kutoroka kasri hakutakuwa rahisi. Askari wa mfalme wameenea kila kona. Tunapaswa kuwa waangalifu na kupanga kwa makini. Sikitu alishusha pumzi ndefu, akijaribu kujiweka tayari. Sina chaguo lingine. Jonathan ndiye familia yangu sasa. Siwezi kumwacha apambane peke yake. Luma alijitafakari kwa muda pasipo kusema chochote. Kuna njia ya siri chini ya kasri ilitumika zamani na familia ya kifalme wakati wa ghasia. Njia fiche ya kujificha ambayo watu hawaifahamu.
Njia hiyo inaelekea msituni mbali na kijiji. Watu wengi wamesahau kuhusu uwepo wake, lakini mimi bado naikumbuka. Ninaweza kukuonyesha njia hiyo, binti yangu. Macho ya Skiti yalijaa matumaini. Njia ya siri? Wow. Luma akamwambia ndiyo. Alijibu kwa uthibitisho. Ni njia ya zamani, lakini bado inaweza kutumika. Nitakuandalia chakula na mahitaji mengine, vitu vya kukusaidia hadi utakapokuwa salama. Unapaswa kuondoka usiku wa manane, wakati kasri imetulia na walinzi wamechoka. Moyo wa Skiti ulianza kupiga kwa kasi mpango ulipoanza kuchukua sura halisi. Mawazo ya kuondoka kwenye kasri na kukimbia kuwa na Jonathan yalimpa mkanganyiko wa hofu na msisimko. Hakukuwa na kurudi nyuma tena. No retreat, no surrender. Kila sekunde aliyobaki chini ya paa la baba yake ilikuwa ni sekunde moja kuelekea kugundulika kwa mpango wake. Mfalme hasingekubali kumpoteza binti yake bila mapambano. Skiti ikabidi amuulize Luma. Akasema, baba, Luma, na mfalme je? Nitamlindaje Jonathan dhidi ya ghadhabu yake? Uso wa Luma ulikuwa maamuzi. Nitafanya kila niwezalo kuwapotosha walinzi wa mfalme, lakini ukishaondoka unapaswa kuwa mwepesi, usirudi nyuma. Sikitu, usimwambie mtu yoyote unakoelekea. Kadri unavyokaa hapa kwa muda mrefu ndivyo hatari inavyoongezeka. Sikitu alitikisa kichwa kwa uthabiti. Uamuzi wake ulikuwa umeimarika. Angeondoka kwenye hilo jumba la baba yake, angeenda kwa Jonathan bila kujali gharama. Fikra ya kumwacha baba yake na maisha aliyojua kwa muda mrefu ilimletea hisia za ajabu za uhuru, lakini alifahamu kuwa uhuru huo ulikuwa wa bei kubwa. Usiku huo, wakati wa mwanga wa mwezi uliporusha mwangaza wake wa fedha juu ya kasri, Skiti alijiandaa kwa safari yake. Alipakia mfuko mdogo na mahitaji muhimu, nguo chache, chakula na kidani kidogo alichopewa na mama yake akiwa mtoto. Hicho ndicho alichokihitaji. Kila kitu kingine kingeachwa nyuma. Muda ulivyokuwa unasonga, mapigo ya moyo wake alizidi kwenda kasi pia. Alijua huu ndio muda ulikuwa wakati wa mabadiliko makubwa. Huu haukuwa tu mpango wa kutoka kwenye mamlaka ya baba yake, lakini pia ulikuwa mwanzo wa maisha yake mapya, maisha yake na mpenzi wake wa maisha, yani Jonathan. Sauti ya Luma ilikatiza ukimya wa usiku alipomnong'oneza kutoka mlangoni. Huu ni wakati sasa. This is the time. Skiti alitupa jicho la mwisho ndani ya chumba chake, sehemu ambayo zamani ilikuwa kimbilio lake. Hakutarajia kurudi tena. Kwa mtazamo wa mwisho, aligeuka na kumfuata Luma kwenye njia nyembamba za kasri. Njia ya asili iliyo chini ya kasri ilikuwa nyeusi na nyembamba, kuta zake za mawe zikiwa baridi kwa mguso. Skiti alitembea kwa tahadhari, alimfuata Luma kwa karibu, pumzi yake ikidhibitiwa na tahadhari kali. Waliendelea kwa uangalifu, wakihakikisha hakuna mlinzi aliyegundua harakati zao. Njia hiyo iliwapeleka mbali chini ya ardhi mpaka alipofika kwenye mlango mdogo wa siri uliokuwa umefichwa ukielekea msituni. Skiti alipiga hatua nje, upepo wa usiku ukiwa na baridi kubwa, na ngozi yake ikaanza kutoa vipele. Unajua baridi la Makambako. Mbele yake, aliona msitu ulienea kama ulimwengu usiofungwa, mahali palipojaa ahadi za uhuru. Ukimya wa kasri ulibaki nyuma yake, ukibadilishwa na sauti laini za upepo na viumbe vya usiku. Alishusha pumzi ndefu, akihisi uzito wa uamuzi wake. Ilikuwa ni kama unamlemea. Huu ndio ulikuwa mwanzo wa safari yake mpya. Alikuwa uhuru. Angepigana kwa namna yote kubaki kuwa uhuru, haijalishi gharama gani. Akiwa na Luma pembeni yake, Skiti alianza safari yake kuelekea kwa Jonathan. Njia ilikuwa ngumu, isiyotabirika, lakini kwa mara ya kwanza katika miaka mingi alihisi mwanga wa tumaini ndani yake. Hakukuwa tena na kurudi nyuma. Alikuwa Skiti mwanamke aliyegundua thamani yake. Mwanamke aliyegundua thamani ya upendo, na hakuna mtu, hata mfalme mwenyewe, angemsimamisha. Unataka kujua kitu gani ambacho kiliendelea? Unataka kufahamu kitu gani ambacho kilifuatia? Endelea basi kulike na kusubscribe kwenye Mkongo Mastori. Okay. Mwezi ulikuwa juu angani, ukitoa mwanga hafifu juu ya maeneo makubwa ya jumba la kifalme. Hewa ya usiku ilikuwa baridi kama ambavyo Makambako ipo, lakini pia ilikuwa ni hewa safi, ikiwa na harufu ya msitu mnene uliokuwa nje kidogo ya kuta za kifalme.
ulikuwa ni usiku mzuri wa kutoroka kimya. Ulikuwa ni usiku mzuri wa kutoroka kwa siri. Maana ulikuwa ni usiku ambao ulifunikwa na giza iliyostiri kila hatua ya Skitu. Moyo wake ulikuwa ukipiga kwa kasi, mchanganyiko wa hofu na msisimko. Alipokuwa akitembea kwenye vivuli akiongozwa na mikono thabiti ya Luma, kwa miaka mingi Skitu alikuwa amenaswa katika gereza la dhahabu. Matarajio ya baba yake Mfalme Mgimba na majukumu ya binti wa mfalme yalikuwa ni majukumu ambayo yalimlemea sana. Lakini sasa usiku ulipokuwa ukiendelea kuzunguka, alijihisi mwepesi, huru zaidi kuliko wakati mwingine wote katika maisha yake. Huu ulikuwa wakati aliotamani kwa muda mrefu, wakati ambapo angeweza kuwa yeye kama yeye na sio yeye kwa sababu ni binti wa mfalme. Hatimaye kuchagua njia mbili kulimfanya aweze kuchagua njia yake mwenyewe. Sio kuchagua tena njia ya baba yake, bali kuchagua njia ya mapenzi yake, tena bila kuwa mfungwa wa amri za baba yake. Luma, mwongozaji wake wa kimya, alisonga haraka. Alitembea kimya kimya kando yake. Umri wake haukuwa umempunguzia kasi, badala yake miaka yake ya utumishi kwenye familia ya mfalme ilikuwa imemfanya kuwa na utaalamu wa kupita njia za siri za jumba hilo kuliko mtu yoyote yule. Alikuwa ameliona jumba hilo kwa namna ambayo wengine hawakuweza, na usiku huu maarifa yake yalikuwa ni wokovu mkubwa sana kwa Skitu. Skitu mama. Luma linong'ona kwa haraka, sauti yake ikiwa ya chini lakini madhubuti. Kaa karibu, tumekaribia. Mlango wa kutokea huko mbele yetu. Skitu alitikisa kichwa, miguu yake ikisogea kimya kimya juu ya sakafu baridi ya mawe. Walipokaribia mlango mdogo uliojificha nyuma ya pazia, njia walioingia nayo ilipenya ndani kabisa jumba hilo, ikizunguka kupitia sehemu za chini za ngome. Ilikuwa njia iliyosahaulika na wengi, iliyosalia tangu enzi za zamani ambapo mfalme akiwa thabiti lakini akiakisi wasiwasi. Moyo wa Skitu ulidunda kwa kasi. Huu ndio ulikuwa wakati wa maamuzi yasiyoweza kurekebishwa. Hangekuwa na namna ya kurudi tena kwenye jumba la kifalme. Hakuna kurudi nyuma kutoka katika maisha aliyokuwa karibu kuanza. Hakuna kurudi nyuma kwenye maisha ambayo alitamani kama asingeishi. Alitazama tena. Alitazama kumbi za kifahari na michongo mizuri ya picha nzuri katika ukutani, ishara ya maisha aliyozaliwa ndani yake, maisha aliyokuwa hana hiari nayo, lakini ilimbidi aweze kuyaacha. Ndiyo, alinong'ona, sauti yake ikiwa na uthabiti. Niko tayari. Kwa mtazamo wa mwisho nyuma yake, Skitu alitembea kupitia mlango huo. Baridi lilikuwa ni kali sana usiku ule, lakini baridi lile lilikuwa zuri, maana lilimpokea alipokuwa akitokea msituni, kivuli chake kikiwa kinga yake ya siri. Njia iliyo mbele yake ilikuwa imeangazwa na mwanga hafifu wa mwezi, lakini hatua za Luma zilikuwa thabiti alipomuongoza Skitu ndani ya msitu ule. Kijiji ambacho Jonathan alikuwa yupo akimsubiri hakikuwa mbali sana. Kilikuwa ni mahali pa faraja kwa wengi. Maisha yake ya unyenyekevu, maisha ya kijiji kile, yakiwa mbali sana na macho ya kifalme. Skitu alijua kuwa katika kijiji hiki angeweza hatimaye kuwa uhuru. Angekuwa alishangaa. Akasema nini? Luma akamwambia hapana, usijali, ni mtikisiko wa kawaida. Lakini alisema kwamba angekuwa uhuru katika kijiji kile, maana hangekuwa na hasira mfalme. Hakuna walinzi wa kifalme waliokuwa wakivizia kwenye giza. Angekuwa yeye na Jonathan tu, mbali na sheria za kifalme zilizomlemea na ukatili wa baba yake. Safari kupitia msitu ilikuwa ya wasiwasi, lakini haikuwa na tukio lolote baya. Ulaini wa majani ambao ulisagika chini ya miguu yao ulikuwa sauti pekee iliyokatiza ukimya wa usiku. Kila wakati Skitu aligeuza macho yake kwa tahadhari nyuma, akamwangalia kuna nini nyuma, kana kwamba alitarajia walinzi wa kifalme wajitokeze.
Wakati wowote alifikiri walinzi wanaweza wakaja, lakini Luma alimhakikishia kwa uwepo wake wa utulivu, hakuna kurudi nyuma sasa. Sikitu, ukisikia mingurumo, ukisikia chochote, hakuna kurudi nyuma, alisema kwa utulivu. Sikitu, tukifika kijijini utakuwa salama. Upendo wako kwa Jonathan utakuwa ni nguvu yako, na dunia unayoitafuta itakuwa inakusubiri. Sikitu alitikisa kichwa, ingawa hofu ilimzidi sana, na hofu ile iliongezeka ndani yake. Je, nini kingemsubiri huko kijijini? Kitu gani ambacho angekutana nacho? Je, Jonathan angekuwepo huko? Je, wangeweza kuepuka hasira mfalme? Wazo la kile ambacho baba yake angefanya kama angempata lilimsisimua mwili wake kwa baridi. Lakini katika wakati huo alijua kuwa amechukua uamuzi sahihi. Hangeweza tena kuishi maisha yaliyotawaliwa na matakwa ya mfalme dhalimu. Alikuwa mwanamke, sio chombo cha mchezo katika mikono ya baba yake. Walipokaribia mpaka ya kijiji, Luma alisita, akiashiria kuwa walikuwa wamefika. Mwanga hafifu wa mishumaa ulionekana mbali, na moyo wa Sikitu uliruka kwa msisimko. Hapo ndipo Jonathan alikuwa akimsubiri. Katika muda mfupi wangekuwa pamoja, penzi lao, maisha yao na uhuru wao. Sikitu, Luma alisema kwa sauti nyororo, macho yake yakiwa na upendo na uelewa. Nitakuacha hapa, kijiji ni kimbilio lako sasa. Nenda kwa Jonathan, atajua cha kufanya. Nitakaa mafichoni kwa muda kuhakikisha hakuna anayekufuata. Sikitu alihisi shukrani kubwa ya namna ipi ambayo angeweza kuifanya, ama angeweza kumwambia Luma ili aweze kuelewa kwamba alikuwa ana moyo ambao unamshukuru mno. Alikuwa mlinzi wake, mwongozi wake, msiri wake wa pekee katika wakati huu mgumu. Bila yeye hangepata ujasiri wa kutoroka. Asante sana, Sikitu alinong'ona huku sauti yake ikitetemeka. Asante Luma, mimi nakushukuru sana kwa hicho ambacho umefanya. Luma, asante sana. Umenifanyia mengi zaidi ya mtu yoyote. Hakika sitaweza kusahau wema wako. Luma alitabasamu taratibu, macho yake yauzia king'aa kwa fahari ya utulivu. Si mimi ninastahili shukrani Sikitu, ni wewe. Wewe ni binti jasiri. Wewe ni binti ambaye umeweza kupigania mapenzi yako. Wewe ni binti ambaye umeweza kupigania furaha yako, umeweza kupigania moyo wako, umeweza kupigania fahari yako. Kwa hiyo wewe ndio ambao unatakiwa ushukuriwe, wala sio mimi. Una ujasiri wa kubadili maisha yako. Ili ni jambo ambalo hakuna mtu anaweza kuliondoa kwako. Kwa ishara ya mwisho na ya uhakikisho, Luma alitoweka kwenye vile vivuli. Alimwacha Sikitu peke yake kwenye kingo za kijiji. Upepo laini wa usiku uliokuwa katika kijiji kile ulimfanya Sikitu ahisi kana kwamba alikuwa kwenye ukingo wa kitu kipya kabisa, kitu cha kutisha lakini cha kusisimua. Alivuta pumzi ndefu na akaanza kutembea kuelekea katikati ya kijiji, moyo wake ukidunda kwa matarajio. Jonathan alikuwa akimsubiri, na muda si mrefu wangeweza kuwa huru pamoja. Safari mbele yao ilikuwa na mashaka, lakini kwa mara ya kwanza katika maisha yake Sikitu alihisi nguvu ya uhuru ikimtiririka mishipani mwake. Hakukuwa na jumba la kifalme la kumfunga tena. Hakuna mfalme wa kumpa amri, hakuna matarajio kumzuia. Alikuwa yeye peke yake na Jonathan. Hakuna kitu kingine kilichokuwa na maana tena. He was just her and Jonathan, and nothing else mattered. Unatamani kujua kitu gani kiliendelea? Usisahau basi kulike. Andika comment hapo kwamba tuko pamoja. Andika ninakufuatilia. Andika comment hapo kwamba tuko pamoja. Lakini pia subscribe. Bonyeza kitufe cha subscribe ili usikose kuwa wa kwanza kupata simulizi.
Skitu aliingia kijijini huko, moyo wake ukiwa umejaa mchanganyiko wa hofu na matumaini. Sauti za usiku zilimzunguka, kelele za panzi, mitikisiko ya majani katika upepo mwanana wa jioni, na minong'ono ya mbali ya wanakijiji waliokuwa wakijiandaa kupumzika. Kijiji hicho kilichofichika katikati ya vilima kilionekana kuwa na utulivu, mbali kabisa na vurugu na hatari za kasri la kifalme. Lakini kwa Skitu, mtihani wake wa kweli ndio ulikuwa unaanza. Kijiji hiki, mahali hapa pa upweke na unyenyekevu, kilikuwa nafasi yake ya mwisho kabisa ya kupata uhuru. Jonathan alikuwa amemsubiri hapo, na kwa pamoja wangepambana kujenga maisha yao bila kuogopa mfalme mgimba kuwafuatilia. Hata hivyo, Skitu alitambua kuwa safari yao haitakuwa rahisi. Yeye alikuwa ni binti wa mfalme, na hasira za baba yake alikuwa anazifahamu. Alijua fika kabisa kwamba ingeweza kuwafikia popote. Wanakijiji wale walikuwa ni watu wazuri, ingawa ni watu ambao wana moyo safi. Walifahamu vyema hofu inayokuja na ghadhabu ya mfalme. Kuwapokea walikubali, lakini ilikuwa ni hatari kubwa sana kwao. Mtu wa kwanza alimwona Skitu alikuwa ni mwanamke mzee aliyekuwa ameketi nje ya kibanda chake, akifuma kikapu kwa mwanga wa taa ndogo ya mafuta. Nywele zake zilikuwa zimechanganyika na mvi na kufungwa katika fundo nadhifu. Alikuwa amesuka vizuri sana, na uso wake ulijaa mikunjo ya uzee, lakini macho yake yalikuwa na hekima tulivu. Alimtazama juu huku Skitu alisogea akamkaribia. Akamwangalia, akaona mbona kama uso wake hauonyeshi hisia zozote. "Habari za jioni," mwanamke huyo alisema kwa sauti ya upole. "Kamwene," kaambia, "kamwene mnogage." Akasema, "Mnoge yuve, pole na pangasi," yani pole na njiani. Akamwambia, "Asante, nyeva atuongite." Sauti yake ya upole ilikuwa na hisia za mashaka, lakini kwa ukatili. Akamwambia, "Wewe ni nani mwanangu?" Skitu alishusha pumzi ndefu, moyo wake ukidunda kwa kasi. Kwa sekunde moja alihisi kama vile anataka akimbie, kupotea gizani, na ijulikane kana kwamba hakuwahi kufika hapo. Lakini alijua hilo halingewezekana. Alikuwa amefika mahali ambapo alikuwa anapataka, japo palikuwa ni mbali sana na kuwa na namna ya kurudi nyuma. "Jina langu ni Skitu," alisema kwa sauti thabiti, ingawa uzito wa hali yake ulimlemea mabegani. "Nimekuja kuomba hifadhi. Nahitaji mahali pa kujisitiri." Mwanamke huyo alimkazia macho Skitu kwa muda mrefu, kana kwamba alikuwa akichunguza ukweli wa maneno yake. Hatimaye alisimama na kumkodolea macho kwa namna fulani hivi. Unajua macho ya kina mama akiwa anakuangalia. "Njoo, karibu hapa," alisema kwa upole. "Unakaribishwa hapa, lakini uwe makini. Habari ya binti mfalme kuwepo hapa italeta hatari. Lazima uwe mwangalifu." Skitu alihisi wimbi la shukrani kubwa sana likimwangukia. Aliona kama hichi kijiji, jamani, mbona kama kina watu wenyenyekevu hivi. Lakini alikiona hichi kijiji kama kinampa nafasi ambayo kuwa amewahi kuota kama angepata. Alimfuata yule mama kuingia ndani ya kibanda kidogo, ambapo moto mdogo ulikuwa ukiteketea pembeni. Maana ndio ulikuwa ukiwapa nuru. Ulikuwa ukitoa mwanga hafifu kwenye kuta zake. "Keti mwanangu," mama huyo alimwambia, akimletea mkeka kwa ajili ya kuweza kukaa. "Bila shaka umechoka na safari." Skitu aliketi kwa shukrani, mwili wake ukiwa umechoka kutokana na safari ndefu aliyopita msituni. Safari hiyo haikumchosha tu kimwili, bali hata kihisia. Lakini alikuwa amefika. Alikuwa salama kwa sasa. Mawazo yake yote yalikuwa na mwaza mume wake, mpenzi wake Jonathan. Hangeweza kusubiri sana. Wakati mama huyo akiandaa chakula rahisi cha maharage na mboga za majani, watu wa kule wanapenda sana figiri. Skitu alisikia minong'ono laini kutoka nje. Wanakijiji walikuwa wameanza kukusanyika, na alihisi shauku yao. Akaona kwamba haitachukua muda mrefu kabla ya ujio wake kuenea. Mwanamke huyo aliona wasiwasi wa Skitu, ikabidi amfuate. "Mjukuu wangu, hebu njoo nikukumbatie." Akamkumbatia huko ametabasamu kwa upole. Wakati mwingine unahitaji tu kumbatio moja zuri ili kufanya ukasahau hofu zote na mashaka yote. "Usihofu mwanangu, tutahifadhi siri yako. Askari wa mfalme wako mbali na hawatakupata hapa. Sisi ni watu wa amani, hatuhusiki na siasa za kifalme."
lakini usichukue muda mrefu kufanya maamuzi. Ukitaka kukaa hapa, lazima uwe tayari kujificha. Lazima uwe tayari. Uwe tayari kujificha. I say, Skitu alitikisa kichwa kwa uelewa, akishukuru kwa wema huo. Alijifunza zamani kuwa sio kila wema ulikuwa wa kweli, hasa kwa wale ambao wanamwogopa mfalme. Lakini mwanamke huyu, kijiji hiki, vilionekana tofauti. Macho yao wakati anatazamana na yule mama yalionyesha mshikamano mkubwa, na mshikamano ambao uliweza kumwambia kuwa ni kweli wangemtunza na kutunza siri yake. Usiku ulivyoendelea, Skitu alihisi amani kwa mara ya kwanza baada ya muda mrefu. Kijiji kilikuwa kimya na nyota za angani zilimeta kwa uwazi aliokuwa amesahau kama upo. Alijua sasa kuwa alikuwa na nafasi ya kujenga maisha yake mwenyewe, maisha yasiyodhibitiwa na amri za baba yake, bali yaliyojaa uhuru wake mwenyewe. Asubuhi iliyofuata, Skitu na Jonathan walikutana katika sehemu ya siri katika hicho kijiji, mbali na macho ya watu. Ingawa mioyo yao ilikuwa imejaa furaha ya kuonana tena, walijua kuwa hatari bado ilikuwepo. Wanakijiji walikuwa wamewapa hifadhi, lakini hofu ya mfalme bado ilikuwa hewani. Skitu na Jonathan wangehitaji kuwa waangalifu, kuishi kwa tahadhari na kuhakikisha kuwa hawagunduliki. Asante kwa kutuamini, Skitu alisema kwa sauti ya shukrani, macho yake yakionyesha upendo wa dhati. Hatutaweza kulipa wema wenu. Nyinyi ni watu wazuri sana. Nyinyi watu. Mama mzee akamwambia Skitu acha kulia. Alimpokea kwa tabasamu, kwa hekima. Akaweka kikapu chenye matunda mikononi mwake. Usihofu kuhusu malipo mwanangu. Sisi sote ni familia. Kijiji hiki ni mahali pa wote wanaotafuta amani. Licha ya hatari iliyokuwa ikiwasubiri, kijiji kiliwakumbatia Skitu na Jonathan. Kiliwapa kila walichokihitaji. Kiliwapa makazi, kiliwapa chakula. Muhimu zaidi, kiliwapa nafasi za kuota kuhusu maisha yao mapya. Maisha mapya nje ya kasri la mfalme. Maisha mapya nje ya ujeuri wa babake na Skitu. Ingawa hasira mfalme ilikuwa kama wingu jeusi juu yao, Skitu alipata faraja katika muda mfupi ambao alikuwa yuko pale. Alipata utulivu, alipata amani, alipata uhakika wa maisha yake kutoka kwa wanakijiji wale. Upendo kati yake na Jonathan ambao awali ulikuwa siri, walikuwa wanaogopa, lakini sasa ulikuwa una nafasi ya kukua kwa uhuru ndani ya joto la kijiji kile. Kadri siku zilivyopita, Skitu alianza kutambua kuwa maisha haya ni maisha mazuri, ingawa bado hakuwa na uhakika kwamba yalikuwa ni maisha ambayo yanaweza kuwa ni ya kudumu. Wanakijiji walikuwa wakigeuka kuwa familia yake mpya, na akiwa na Jonathan pembeni yake, hakuhisi tena kama mfungwa wa kifalme. Alihisi kwamba yeye ni mtu mkubwa, kama ni mwanamke mwenye mustakabali, mwenye chaguo na mwenye nafasi ya kujenga kitu cha kudumu. Mwanamke mwenye nafasi ya kufuata hisia zake na mapenzi yake. Ingawa hasira mfalme ingemfuata hata hapa, Skitu alishikilia tumaini kwamba pengine maisha yalikuwa na maana zaidi ya kuta za kasri la kifalme. Na hilo alilitambua, kwamba maisha yake yana maana zaidi kuliko kukaa katika jumba la kifalme. Na ilikuwa ni kitu cha thamani sana kwake, kwa yeye kujua vile. Skitu alikaa vizuri sana katika kile kijiji. Unatamani kujua kitu gani ambacho kiliendelea? Ungana nami mwandishi na msimulizi wako Samuel Ernest Vianga wa Mkongo Mastori katika simulizi nzuri inayokwenda kwa jina la Malkia wa Kitandililo, ikiwa hii ni sehemu ya 8. Usiache kutufuatilia. Like, share na subscribe. Tafadhali naomba uandike comment hapo chini. Andika tu kwamba ninakupata msimulizi wangu, ama ninakufuatilia, ama tuko pamoja. Andika basi kitu, inanitia nguvu kuona kwamba tuko pamoja. Mpaka wakati mwingine ambapo nitakuletea simulizi nzuri. Nina series ambazo ninaanza kuzileta nyingine pia kali. Tutakuwa tunaenda na series Mombatano Parare. Ikitoka hii wakati inaendelea na nyingine inakuwa inaendelea, ili uweze kuchagua ni series ipi nzuri ambayo unatamani kuweza kuifuatilia. Mpaka wakati mwingine, uwe na wakati mwema. Nakupenda. Ndimi Samuel Vianga wa Mkongo Mastori. Ciao. Love you and thank you.